katika siku nyingine, na ninaamini kuwa afya yako iko vizuri, na kama una maradhi Mungu akuwekee wepesi. Kipindi cha leo tutazungumzia ni jinsi gani ya kufanya tamaa kuwa nguvu ya mafanikio. Watu wengi haribikiwa kwa sababu ya kuwa na tamaa mbaya au kuelekeza tamaa zetu katika njia ambazo sio sahihi. Kwa kawaida tamaa huonekana kama kitu kibaya, lakini ikielekezwa vizuri inaweza kuwa na nguvu kubwa ya mafanikio. Mambo ya msingi unayopaswa kuzingatia katika kuelekeza tamaa yako ili kuletee chachu ya mafanikio, mojawapo ni kujua unachokitaka. Ama binadamu, ukishajua unachokitaka, tafsiri yake ni kwamba usikimbilie tu mali au umaarufu. Cha kwanza lazima utafakari, je, unataka pesa ili kusaidia familia au unataka mafanikio ili ulete mabadiliko? Ukielewa kwa nini yako, hivyo ni lazima utafanya tamaa iwe na dira katika maisha yako. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ukizingatie, lazima uelekeze tamaa kwenye malengo halali. Badala ya kuiba au kudanganya au kudhulumu wengine, tumia tamaa hiyo kujifunza zaidi, tumia tamaa hiyo kufanya kazi kwa bidii, lakini pia wekeza muda wako kwenye maendeleo binafsi. Hivi ni vitu ambavyo vitakufanya kuipelekea au kuelekeza tamaa kuwa kwenye malengo halali na kukuletea mafanikio. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni iweke tamaa katika mfumo wa malengo. Elewa kuwa tamaa bila mpango ni ndoto tu. Ni lazima uandike malengo yako, yagawanye hatua kwa hatua. Kisha fuata ratiba hata kidogo kwa kila siku. Naamini kwamba kufuata ratiba jinsi ulivyoipanga huwa kuna changamoto. Ili ufikie malengo yako au kufanya tamaa iwe katika mfumo wa malengo, ni lazima at least katika vitu vyako 5 ambavyo uliviweka katika ratiba yako, 3 uwe unavifanyia kazi. Itakusaidia sana katika kufikisha malengo yako kupitia tamaa ambayo unitarajia itakuja kutetea malengo. Kingine ambacho ni cha 4 ni kuwa na nidhamu binafsi, yani self discipline. Tamaa bila nidhamu binafsi ni hatari sana. Na hapa ni lazima ujifunze, sio kila kitu ambacho unakiona unataka ukifanye, au kila kitu ambacho unataka ukianzishe, unaanzisha tu bila kuwa na roho ya kusita katika ufanyaji wa jambo hilo. Lakini usifanye maamuzi ya haraka kwa tamaa ya muda mfupi. Kuna watu wanakuwa wamefeli labda katika biashara fulani wanayofanya, na kuogopa halaiki ya watu itawazomea au itawachukuliaje, unakuta mtu anafanya maamuzi ya haraka katika kufanya au kuanzisha biashara nyingine bila kukaa chini na kutafakari. Hiyo ni hatari sana katika ufanyaji wa mambo yako. Lakini kingine, angalia mbali. Mafanikio ya kweli huja kwa uvumilivu. Ni lazima hilo ulizingatie. Kitu kingine ambacho ni cha 5, tumia tamaa yako kuwainua wengine. Watu waliofanikiwa sana hutumia tamaa yao kujenga jamii. Mara nyingi hutoa ajira. Ukimwangalia Bakhresa, ukimwangalia Mo Dewji, wanafanikiwa kwa sababu wanafanikiwa kutoa ajira kwa watu wengine. Lakini pia ukifanikiwa, jitahidi kutoa elimu kwa wengine. Lakini pia tia moyo wengine kuwa bora. Hiyo itakusaidia kufanya tamaa yako kuwa yenye faida. Hivyo basi, faida ya tamaa yako itakuwa ya kudumu na yenye baraka. Na mwisho, kumbuka kwamba tamaa si mbaya, ila ikikosa mwelekeo huangamiza. Lakini tamaa hiyo ikielekezwa kwa nidhamu, maarifa na malengo ya maana, inakuwa injini ya mafanikio makubwa. Asante kwa kunisikiliza. Kama umenielewa, natarajia kuona tamaa yako kwenye comment kuwa unataka kuwa nani. Asante. Natarajia mabadiliko baada ya somo hili la leo, na ninakutakia siku njema.